Hadithi ya Manyanya kutoka mtaani hadi kwenye kioo cha runinga. Manyanya, jina lisilohitaji utangulizi mkubwa katika ulimwengu wa filamu za Kitanzania, ni mfano halisi wa safari ndefu na yenye mafanikio kutoka mitaani hadi kwenye kioo cha runinga. Jina lake halisi ni Emmanuel Myamba, lakini umaarufu umemkuta kupitia jina la kisanii la Manyanya ambalo liliota mizizi wakati akianza kujitumbukiza kwenye ulimwengu wa sanaa. Safari ya kwanza kuibuka kwa kipaji. Manyanya alianza safari yake ya sanaa kama wengi wengine, akianzia chini. Hakukuwa na njia rahisi ya mkato. Alipitia vikundi vya maigizo vya mtaani na kujifunza ufundi wa uigizaji kwa vitendo. Kipaji chake cha kuzaliwa na uwezo wake wa kuiga wahusika mbalimbali vilianza kuonekana wazi mapema. Alikuwa na uwezo wa kipekee wa kuchekesha, kusikitisha na kuhamasisha, jambo lililomfanya awe kipenzi cha mashabiki wake wa mwanzo. Kuingia dunia umaarufu wa televisheni. Hatua kubwa katika maisha ya Manyanya ilikuwa kujiunga na tamthilia maarufu ya Kiswahili Dunia, inayotengenezwa na kusambazwa na Asma Films. Hapa ndipo Manyanya alipolipuka na kuwa jina la kaya. Jukumu lake katika Dunia, hasa uhusiano wake tata na Matilda, lilimgusa kila mtazamaji. Uigizaji wake ulikuwa wa kweli, wenye hisia, na uliweza kumfanya mtazamaji ajihisi kama sehemu ya hadithi. Vipindi kama episode 35 na episode 52 ambapo uhusiano wake na Matilda ulipewa kipaumbele viliacha alama isiyofutika mioyoni mwa mashabiki. Hata jina lake lilitumika kutangaza episode 77, ikionyesha jinsi alivyokuwa na mvuto mkubwa kwa watazamaji. Zaidi ya uigizaji, Manyanya wa muziki na burudani. Manyanya si muigizaji tu, bali pia ana kipaji cha muziki. Ana YouTube channel yake rasmi iitwayo Manyanya Tazi, ambapo huweka nyimbo zake za asili na maudhui mbalimbali yanayohusiana na kazi yake ya sanaa. Hii inaonyesha jinsi alivyo na uwezo mkubwa wa kujibadilisha na kuendana na mahitaji ya soko la burudani. Ni msanii kamili anayeweza kuburudisha kupitia jukwaa lolote. Urithi na baadaye. Leo Manyanya ni zaidi ya mwigizaji, ni kielelezo cha bidii, uvumilivu na matumizi ya fursa. Hadithi yake inahimiza vijana wengi wanaotamani kufanikiwa katika sanaa. Anaendelea kuwa na ushawishi mkubwa katika tasnia ya filamu na muziki nchini Tanzania, na kila anapoonekana kwenye skrini au kusikika kwenye redio, anathibitisha kuwa ndoto zinaweza kutimia kwa wale wenye kujituma na kuthamini vipaji vyao. Ungependa kujua zaidi kuhusu miradi yake ijayo?